Hebu fikiria hii, ingekuwaje kwa wakati mmoja unawapa mimba mabinti wawili, tena mbaya zaidi, mmoja ni bosi wako na mwingine ndio mpenzi wako ambaye unampenda kwa dhati. Wewe ungeambiwa uchague mmoja, ungeenda kwa nani? Kwa bosi wako ambaye ana mapesa au kwa mpenzi wako? Tuungane kwenye huu mzigo tukajue hichi kisa nini kiliendelea. Mzigo unaanzia hapa. Huyu bosi anawafokea wafanyakazi wake, alikuwa anawafokea kinoma noma. Hapa sasa wafanyakazi walikuwa wawili, mmoja anaitwa Kratos, ndio huyu wa kiume, na huyu mwingine wa kike anaitwa Laura. Ila wanangu, kimtazama huyu Laura ni sura ya kazi, sura ngumu kama kiazi. Inafurahisha kwa kweli. Sasa bosi akawa anawafokea sana, yani kwa nini mnafanya kazi kijinga? Huyu pumbavu sitaki kabisa kwenye ofisi yangu, hebu ondokeni hapa mara moja. Sasa walivyokuwa wanaondoka, bosi akamwambia Kratos, Kratos wewe baki, mwache wewe mwenye sura ngumu kama kiazi aende, wewe baki. Basi Kratos akabaki. Alivyobaki, huyu bosi akaanza kumwambia Kratos, samahani sana, unajua nakupenda, kwa hiyo mdole nilikuwa nakufokea, ni bahati mbaya tu, samahani. Kratos akawa anasema, natambua, haina shida, hata kama umenifokea, wewe ni bosi wangu na naomba kuanzia leo tubaki mtu na bosi wake, sawa? Sitaki kabisa mambo mengine ya ziada. Basi bosi wake akawa anasema, Kratos usifanye hivyo, unajua mimi nakupenda. Sasa hapa tunatambua kwamba Kratos na bosi wake wana mahusiano ya kimapenzi na mahaba yao ni ya muda mrefu sana. Bwana Basi baada ya muda tunamwona mwamba Kratos ameingia kitaa moja kwa moja na chuma moja nyeusi na waka kinoma noma, akaelekea kwa binti mmoja ambaye ni wanatigwa pesa hivi, ambaye anaitwa Ololua. Alivyofika pale kwa yule binti akaanza kufly kinoma noma, na hata binti alivyomwona Kratos alifly kinoma noma. Huyu binti Ololua anaishi na baba yake tu, na hata hicho kibanda kafunguliwa na baba yake, yani baba yake alikuwa anampenda kisawa sawa. Basi Kratos akamkumbatia binti na mabusu kinoma noma, wakachukuana na kuondoka hao moja kwa moja mpaka kwa mwamba Kratos. Walivyofika wakafanya yao, yani wakazagamuana kisawa sawa siku hiyo, mpaka wakawa wanasifiana kitandani, baby leo sio umepiga moto, umepeleka kipuchu manyoya, umekisafisha vizuri kabisa. Basi baada ya muda binti akasepa zake, lakini kumbuka Kratos ofisini kwake anatoka kimapenzi au ana mahusiano na bosi wake, na muda mwingine mahaba yao wanafanya ndani kabisa ya ofisi, mpaka wanafumaniwa na wafanyakazi mwingine, yani huyu Laura ambaye ni mtu kazi sura kiazi. Sasa leo upande kwa bidada Aula akiwa anafagia, mara ghafla anasikia kichefuchefu, anaenda kutapika. Mara baba yake anakuja na kuanza kumuuliza, Aula nini tena, mbona kama sikuelewi? Huyu Aula akawa anasema, amna baba, ni tumbo tu limechafuka. Hii inatia wasiwasi kwa kweli. Sasa baada ya hilo tukio, baada ya muda tunamwona Aula akiwa anampigia mpenzi wake ambaye mpenzi wake ni Kratos na kumwambia, baby siko sawa kabisa, nahisi kama nina ujauzito, niko na mimba. Bwana Kratos alivyosikia vile alifurahi kinoma noma na kusema, mpenzi wangu nitakuja baadaye na nina furaha kinoma noma, wewe umenibebea mtoto, nashukuru sana mpenzi wangu. Lakini upande wa binti alikuwa aonekana akifurahi kabisa, yani ana hofu kubwa kwa sababu baba yake ni mkali na apendi mambo ya kipumbavu, na ukizingatia binti bado mdogo na amepata mimba nje ya ndoa, kwa baba yake hata muelewa kivyo vyote vile. Sasa Kratos akatoka pale akiwa na furaha, yani furaha imemwandama kweli kweli, moja kwa moja mpaka ofisini kwake. Aliyofika ofisini kwake akakutana na bosi wake. Bosi wake sasa muda huo akampatia zawadi na kumwambia happy birthday. Bwana, kumbe leo ni birthday ya huyu mwamba. Mwamba baada ya kufungua ile zawadi ambayo amepewa na bosi wake akakuta viatu vya mtoto, akaanza kumuuliza bosi wake, hey, hiki nini hichi? Bosi wake akawa anasema, hivyo ni viatu vya mtoto wetu, nina mimba yako Kratos. Huyu mwamba akaanza kushangaa na kusema, bosi Natasha, una mimba yangu? Huyu bosi wake akasema, ndio nina mimba yako. Huyu mwamba akaanza kuchanganyikiwa na kumwambia, nisipo tayari kabisa kuwa na mtoto na wewe. Huyu bosi wake akawa anasema, itakubidi tu uwe na mimi. Hivyo tena ishatokea, mimi nitafanyaje? Tulivyokuwa tunafanya mapenzi tulikuwa tunafanya wote, wewe ulikuwa hujui kama ukimwagia ndani nitapata mimba? Wewe unataka nifanyaje? Bwana, baada ya hilo tukio mwamba akawa na mawazo kinoma noma, maana hapo alipo amewapa wanawake wawili mimba, na mmoja wapo ni bosi wake, mwingine ni mpenzi wake. Basi baada ya kuambiwa hivyo mwamba alikuwa na mawazo kinoma noma, yani alikuwa kabisa amechanganikiwa kabisa ukimtazama na hajui afanyaje. Bwana Sasa siku inayofuata binti Ololua akamfuata Kratos nyumbani kwake na kumwambia kwamba, Kratos, mimi sipo tayari kuwa na mimba, natamani niitoe hii mimba, maana baba yangu ni mkali sana. Kratos akawa anasema, mimi sitaki kabisa utoe hiyo mimba, kimisingi ipi utoe mimba yangu? Kwa hiyo hapo wakawa wanazozana, mmoja anataka mimba itoke, mwingine hataki mimba itoke. Bwana, walizozana kinoma noma mpaka binti akaamua kuondoka. Sasa muda ule ambao anaondoka, anafika mlangoni, mara anakutana uso kwa uso na Bi Natasha. I say Kratos akaanza kujiumauma tu na kusema, oh baby,
huyu ni bosi wangu. Yani Kratos alikuwa anajiuma sana yani. Binti akutaka maelezo, huyo akaondoka zake, akutaka mistari kabisa yani, na hiyo ndio ikawa unapona ya Kratos bwana. Sasa walivyobaki Kratos na bosi wake, ambaye bosi wake ni huyu Natasha, Kratos akamwambia, Natasha, unatakiwa kuitoa hiyo mimba, mimi sipo tayari kupata mtoto. Natasha akawa na fly tu huko akisema, haiwezekani, mimi siwezi kutoa mimba. Sasa hapa tunaona kwamba Kratos anampenda sana Bi Aula kwa sababu anataka Natasha atoe mimba ili aweze kulea mimba ya Aula ambaye ni mpenzi wake. Bwana, ila huyu Natasha alipinga kinoma noma na akakataa. Kisha akamwambia Kratos, niko na ofa hapa, ukikubali nizae na wewe pia unioe, na kuhakikishia nitakupatia kampuni na uiendeshe, yani wewe ndio uwe bosi. Kwa hiyo ni chaguo lako, ukubali kunioa na ukubali huyu mtoto uwe tajiri. Basi huyu demo akampatia hiyo ofa huyu mwamba. Bwana, wanangu, ningekuwa mimi ningeikubali hii ofa, nisingeikataa kabisa yani. Kupewa kampuni na unaoa na unapata utelezi, mimi nisingeipoteza yani. Baada ya kuambiwa hivyo, mwamba Kratos akawa na mawazo kinoma noma, mpaka akawa akifika ofisini anawaza tu hilo jambo ambalo ameambiwa na bosi wake. Sasa leo akiwa ofisini, mara yule rafiki yake mtu kazi mwenye sura kiazi laula akawa amefika na kumwambia, acha ujinga wewe, moe bosi, moe Natasha, wewe umiliki kampuni, acha ujinga wewe. Akawa na mshauri, lakini mwamba alikuwa kama analeta ugumu fulani hivi. Baada ya muda inamuonyesha mwamba akawa amemfuata binti Aula na kumuuliza kwamba umefikia wapi, hatima yako ni ipi, unataka kuitoa hiyo mimba au unataka tuilee? Binti akawa anasema, mimi nataka kuitoa hii mimba, siwezi kabisa, sijatimiza malengo, siwezi kubeba mimba kwa sasa, mimi bado binti mdogo. Mwamba akawa anambembeleza kinoma noma huyu binti asitoe, lakini binti hakutaka kuelewa kabisa. Mwamba akakasirika kinoma noma na kuondoka, kisha kumwambia binti, utajua mwenyewe, ukiitoa hiyo mimba mauaji utakuwa umebeba wewe, sitojali chochote, na kuanzia leo naondoka zangu, utajua mwenyewe ukiitoa au usitoe, ila jua mimi sijapendezwa kabisa na hiyo tabia yako kutaka kuitoa hiyo mimba. Basi mwamba huyo akapanda gari lake na kuondoka yani. Baada ya tukio, siku inayofuata mwamba Kratos akamfuata moja kwa moja bosi wake na kumwambia kwamba nimekubali kukuoa. Bwana, Bi Natasha alifurahi kinoma noma. Ni mwamba akawa amefanya uamuzi mgumu, na mimi naona kama huo ndio uamuzi wa kiume akaamua kumuoa bosi wake, na bosi wake alifurahi sana na kutaka kuchelewa yani. Unajua huyu bidada anavyompenda huyu mwamba. Sasa siku zikazidi kukata wakiwa wanaendelea kusubiri siku ya harusi. Sasa huko kwa bibi Aula ambaye ni mpenzi wake Kratos akawa anaongea na rafiki yake na kumuuliza kwamba hivi ni sehemu gani naweza kutoa mimba. Sasa kipindi anaongea na rafiki yake, bwana, baba yake akawa amesikia. Baba yake Aula alikuwa amewaka kinoma noma yani, na kuanza kumfokea na kumwambia, unafanya upuuzi gani yani? Unafanya upuuzi gani? Baba yake Aula kutaka kuchelewa kabisa, moja kwa moja akachukua maamuzi ya kwenda kwa huyo mwamba ambaye amempa mimba binti yake na noma noma, na alivyofika lengo lake ni kwenda kuwasha moto. Sasa ile anaingia tu alivyofika akaona maajabu, akamkuta Kratos anaishi na mwanamke mwingine. Huyu mzee aliwaka kinoma noma na kumwambia binti yake, yani umebeba mimba ya mtu mwingine, yani umebeba mimba ya mwanaume ambaye ana mtu mwingine, yani ana mke. Na huyu Natasha baada ya kusikia vile akadakia na kusema, ndio, huyu ni mpenzi wangu na nina mimba yake. Huyu mzee alikasirika kinoma noma na kuondoka. Huyu binti Aula akamwambia Kratos, nimekuchukia sana kwa ile ulichonifanyia, naye akaondoka na baba yake. Baada ya pale binti kuondoka, alivyofika nyumbani baba yake akamfukuza kabisa na kumwambia, sikutaki kukuona, umenizalilisha wewe binti, haiwezekani utoke na mtu, yani upate mimba ya mtu ambaye ana mke, wewe ni mpumbavu, ondoka. Yani huyu mzee akawaka kinoma noma na kumfukuza binti yake. Huku kwa mama Kratos yuko na Natasha, lakini mawazo yote yapo kwa Aula, sababu ndiyo mwanamke pekee alikuwa anampenda sana, yani kutu alikuwa anamuwaza yani. Kawa nakumbuka hadi zile moment ambazo walikuwa wanafanya pamoja kule zamani. Yani huyu mwamba kweli penzi kidonda, yupo na Natasha bosi wake ambaye ana mipesa, ni moyo wake haupo hapo kabisa, moyo wake huko kwa binti Aula ninavyokuambia. Basi mwamba alimuwaza sana binti, na siku inayofuata akaamua kumfuata mchumba, na alivyofika pale akamkuta mchumba na mabegi na kumuuliza, vipi baba yako kakufuza? Binti akawa anasema, ndio baba kanifuza kwa ajili yako, umenipa mimba na wewe ni mpumbavu, mke mwingine unatoka naye tena ni bosi wako, imeniuma sana. Binti Aula alilalamika kinoma noma, na huyu mwamba alijaribu kuomba msamaha, lakini binti hakutaka kuelewa kabisa. Basi mwamba baada ya pale akaona mambo si mengi, akaenda moja kwa moja mpaka kwa baba yake Aula. Bwana, alipofika pale nia yake alitaka kwenda kumwombea msamaha binti. Basi mzee binti akamkaribia na akamwambia karibu. Walivyoingia ndani wakaanza kuongea, huyu bwana Kratos akaanza kusema,
unajua mzee, mimi nampenda sana binti yako. Huyu mzee baada ya kusikia vile akaona, unampenda binti yangu ndio maana umeamua kumpa mimba na wewe una mwanamke mwingine, si ndio? Kratos akawa anasema hapana. Huyu mzee akataka kuelewa kabisa, yani akataka kumvamia Kratos na kumwambia leo nitakuua. Kratos hapana, leo nitakuua, hapana. Bwana Kratos akaamua kukimbia, akaona mambo yashakuwa mengi, huyu mzee asije akamuua. Mzee yenyewe si unamuona, mzee wa kazi mtu kazi. Sasa baada ya ile tukio, Mwamba alivurudi nyumbani moja kwa moja akamkuta Natasha kwenye kochi na kumwambia kwamba Natasha, sitaki tena hii ndoa. Natasha akawa anasema utaki hii ndoa na huyu mtoto wako? Mwamba akawa anasema kama ikitokea umemzaa salama huyu mtoto, basi nitachukua majukumu ya kumlea, ila hii ndoa mimi sitaki kabisa. Yani Mwamba akawa amechukua maamuzi magumu sana na kusema sitaki ndoa wala sitaki hiyo kampuni yako, na niko lazima kuacha kazi, sitaki kuendeshwa kama mtumwa. Bwana Natasha baada ya kuambiwa vile alikasirika sana, yani akaamua kuchukua virago vyake, mabegi yake na kuondoka zake, ila alichukia sana yani. Sasa siku inayofuata Mwamba akaona mambo yasiwe mengi, akatima tena nyumbani kwa baba yake Aula, moja kwa moja kwa huyu mzee. Aliofika huyu mzee Aula akaanza kusema wewe kijana umekuja tena, unataka nikuue? Sasa leo nitakuua. Lakini Mwamba Kratos akanasema hapana mzee, binti yako haonekani, wewe huna wasiwasi mimi nakuomba msamaha, kweli nimetenda mabaya, lakini yule ni binti yako, sawa wako, ni damu yako. Fanyaje binti yako kama hivyo Nimekuja hapa kuomba msamaha, naomba umsamehe na niko tayari hata kumoa. Kuwa na roho ya hofu mzee wangu, yule ni mwanao. Basi baada ya Mwamba kujieleza muda mrefu, huyu mzee akaanza kama kujitafakari, yani akaanza kuingia na wasiwasi na kusema kweli. Basi baada ya kuingia na wasiwasi, Kratos na huyu mzee wakaamua kurekodi video na kumwambia kwamba Aula arudi nyumbani, ni baba yake kwamba amemsamehe. Baada ya muda inatuonyesha kwamba Aula ameiona ile video na kuona kwamba baba yake amemsamehe na amemwambia arudi nyumbani. Basi Aula moja kwa moja akarudi nyumbani. Sasa baada ya pale, Mwamba moja kwa moja akaingia kwa bosi wake ambaye ni Natasha. Alipofika huyu bosi wake akawa anamwambia kuanzia leo ndio mwanzo, sitaki tena kukuona hapa ofisini kwangu. Bwana Natasha akaamua kumfukuza kazi huyu Mwamba. Mwamba akawa anamwambia haina shida, hata kama naondoka, ila jua una mimba yangu na unitunzie mwanangu, akikuwa nitamchukua. Huyu Natasha akaanza kucheka na kusema mimba yako ipi? Mimi sina mimba yako, nilikuwa nakutania tu, nilikudanganya kwa sababu nilikuwa nataka unioe, lakini kwa sababu hautaki kunioa, ukijua mimi sina mimba yako. Umesikia? Bwana Mwamba baada ya kusikia vile akamuuliza tena, una mimba yangu? Huyu Natasha kanasema yes, siwezi kuwa na mimba na kijana mpumbavu kama wewe ambaye hujui malengo. Bwana Kratos alifurahi kinoma na kusema nashukuru sana Mungu. Mwamba akaondoka moja kwa moja, yani hakutaka mambo mengi sana, yani akaamua kuondoka zake moja kwa moja mpaka kwa binti Aula. Alipofika pale, Aula akaanza kumwambia sitaki kukuona. Lakini Mwamba akamwambia tulia, naomba msamaha. Mwamba akaomba msamaha kinoma na kumueleza mchongo mzima jinsi ulivyokuwa na kumwambia kwamba Natasha alikuwa hana mimba, aliniongopea, itaka kunilagai mali niweze kumooa, lakini hana mimba kabisa, nimethibitisha hilo. Bwana binti Aula baada ya kusikia vile alifurahi kinoma na akaamua kumsamehe. Bwana baada ya hapo wakaoana na maisha yakaendelea, na huo ndio ukawa mwanzo wao mpya. Basi usahau kusubscribe, kulike na kushare mwanangu. Huu ndio mwisho wa huu mzigo.